kuwa na maandamano na mambo yoyote. Unakumbuka Simba huyu siku moja amepatana na anaitwa Titimas. Unajua Titimas? Titimas alikuta kofia kila mahali, mpaka siku moja Simba akamletea kofia, akamwambia hii ndio kofia yako sasa, chukua hii kofia. Huyu ni mwanaume kweli kweli. Na pia vile amekuwa gavana hapa Kisii, ameamua lazima afanyie watu wa Kisii kazi kikamilifu, na pia kazi bila ufisadi. Na saa zingine ukitaka kufanya kazi bila ufisadi, unapata unaweza gongwa huku na kule. Lakini Simba ameamua kazi lazima afanyie watu wa Kisii. Na mimi naona ya kwamba Simba atakaa katika hii kiti ya gavana wa Kisii mpaka 2032. Sasa ukifika 2032, watu wengine wanaweza ingia katika nini? Katika uwanja. Na kama mtu haamini, tukutane hapa tena 2028. Watapata kwamba hapa Nyamache Simba bado watakuwa wamekaa kama nini? Kama gavana. Na sisi vile tumekuja sisi kama magavana wa hapa wa ODM, tumeamua ya kwamba tunataka pamoja na baba na viongozi wote tupandishe wanachama ndani ya ODM. Kwa hivyo Simba, mimi kama Homa Bay nilikupita kitambo, na nataka kushukuru sana baba, kwa sababu vile nafasi ilitokea kwa vice chairman ya party, ambaye aliwekwa kama vice chairman ni nani? Ni Simba. Simba, sasa wewe kama vice chairman huwezi kaa nyuma ya watu wa kawaida kama Wanga na Otuoma. Lazima wewe ukuwe wanakubali Kisii, lazima ikuwe namba 1 kwa wanachama wa ODM. Na mwisho, na vile imesemwa hapa na Mheshimiwa Kalonzo na pia baba, gharama ya maisha imetushinda sisi kama Wakenya. Ukiangalia, nimeona watu wa bodaboda hapa leo, ukienda kuweka fuel katika pikipiki yako, bei iko wapi? Unga iko wapi? Mandazi iko wapi? Kila kitu iko wapi? Tumechoka. Na tumeshukuru sana kwa sababu koti imesema hii mambo ya housing levy iwekwe kando kidogo, ndio watu waendelee bila hii burden ya housing levy. Unajua hii housing levy, hata sisi kama county governments, ukiwa na staff umeambiwa lazima uweke pesa pale kando ya housing levy ya budget. Sasa sisi wote tumeshukuru koti kwa sababu wamesema housing levy iwekwe wapi? Nyinyi mmeshukuru kwa hiyo. Asanteni sana, na sisi tumefurahia kucha na tumefurahia Simba. Asanteni sana. Nataka sasa ni Mheshimiwa wetu pia party leader wetu Musyoka, Simba mwenyewe, Simba Arati, magavana wenzangu, maseneta, members of parliament, the county assemblies, wale watu wamekuja hapa. Mimi nashukuru sana kwa Kisii hapa leo. Leo ni siku ya rafiki yetu ya birthday yake na Thanksgiving. Na tulikuwa tumealikwa pia na party leader wetu Mheshimiwa Kalonzo Musyoka tukuje hapa Kisii. Simba Arati, unajua mimi na wewe ni neighbor. Ulitoka Nairobi, mimi ni Machakos. Sisi ni watu wa town. Na tukiwa watu wa town tunajua shida zetu za nyumbani. Tunaelewana? Na ndio Simba Arati alitoka Nairobi akarudi wapi? Ndio akuja kusaidia watu wao. Simba Arati sio wale vijana wa kukaa huko town tu. Yeye ako sawa, maisha yake iko sawa, na hataki kufikiria maneno ya watu wake. Mimi nataka kukushukuru sana ndugu yangu. I want to thank you so much for coming back home to work for your people. Na ninajua, you know, watu wanapoangalia tu wanaona kijana. This man here, he's smart here. Tunaelewana?
Ukibisha Nairobi, Nairobi inanyamaza ndi. Tunaelewana? Hapa Kisii mko na kitu ya maana. Na ndio mnaona hapa anasumbuliwa. Ule mti uko na matunda ndio unatupiwa nini? Mawe. Kwa hivyo kijana wenu si Barati ako na nini? Ako na matunda na nakwambia Simba kaa kama Simba. Tunaelewana? Do your work, be focused. And I know by the grace of God, you will do well for your people of Kisii. Kelele mingi haipeleki mtu wapi nini mahali. Na vile pia party leader amesema, call these people, talk to them. Lakini mtu akija mahali huko, asikuje kukuambia ufanye ufisadi. Sasa utafungwa peke yako, hawatakuwa hapo. Tunaelewana? Kwani ni kipi kikubwa? Senator anafanyia nani? Senator anafanyia nani? Women rep anafanyia nani? President wa county ni nani? Ni gavana. Kwa nini wafanye kazi pamoja vizuri na wawapate amani? Mimi kama mama ninawaomba tu warudiane pamoja, wafanye kazi pamoja, ndio Kisii iweze kufanya nini? Kusonga mbele. Na najua katika nguvu za Mwenyezi Mungu itakuwa sawa. Mheshimiwa Raila na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, mnajua sisi tunawaheshimu. Hawa wako hapa. Hawa sio watu wa kuchezea. And these are people who are respected in this country. No matter what, even if you try to rubbish someone, even if you try to talk bad, wacha niwaambie, vile mnalia huku ndio tunalia wapi? Hapa. Tunalia huko. Bei ya kila tumeenda wapi? Juu. Sasa hii mtu ako na payslip kidogo, alafu anakatwa pesa ya housing. Mtu anabaki bila nini? Pesa. Anaona sasa ana nini ajue. Lakini nawaambia hakuna haja ya kujua. Shida ni ya muda. Tunaelewana? Shida ni ya muda. Na najua katika nguvu za Mwenyezi Mungu hizi shida tuko nazo zitatatuliwa. Baba na Mheshimiwa Kalonzo walianza zile talks na najua zitamali. Naye Mungu ametupenda kama huko kwetu tumepata mvua. Kwa hivyo wa Kenya tushikane, wa Kisii tushikane, tukue kitu kimoja, tukaenda azimio. Hapana kulegalega, si kuweka mkuu mmoja hapa na mkuu wapi ingine. Simeona mimi na wanga sisi ni wanawake wa maana. Tunaambia nao wanaume wakuwe wanaume wa nini? Wa maana. Na wakuwe na msimamo. Wabariki. Wake romo mloechini, kovichini. Mheshimiwa Gavana wa Machakos, asante sana. Nafasi hii na wewe ni msichana. Hao watu wewe ni mama. Vile Mheshimiwa Kalonzo amesema, ninyi mkiona Mkamba tu lazima abaki Kisii. Wacha nichukue nafasi hii kwa sababu ya wakati, nimwite Mheshimiwa Wandai ulete maseneta na wabunge. Atwende haraka kidogo tafadhali. Kisii mko na bahati. Mshike mkono mtunze. Sina maana hiyo. La pili, wacha nithibitishe ya kwamba hapa Kisii pia mko na wabunge shupavu kwa chama cha ODM. Mheshimiwa Obadia Barongo kwa Machoke Bora. Na vile vile Mheshimiwa Anthony Kibageni wa Kitutu Chache South. Hawa ni ndume kamili. Kule Burundi dunia nzima inasikia. La tatu, baba nataka tushukuru wewe kwa kuchagua Mheshimiwa Kalonzo Musyoka ndani ya chama cha ODM. Kwa sababu chama ODM ndio chama tawala hapa Kisii.
Wacha nishukuru hawa vijana wa MP, Movement for the Defense of Democracy. Wale walikuwa maandamano kama mkujua. Wako hapa mbeleni. Mheshimiwa, huyo ni John Mukoya, huyo wa katikati. Huyo Maka Jos, wapi Tobi? Wengi sana hata hapo akisi. Acha niwashukuru kwa sababu wakati baba aliwaambia mtoke hapa Kisii, mmetoka kwa wengi sana. Nataka nishukuru mwenyekiti wa chama kama Kisii, Mheshimiwa Wakili Kerosi Ondieki. Wakati bwana Simba Arati alikuwa kule nje, yeye ndiye aliongoza mambo ya maandamano na ikafaulu zaidi hapa Kisii. Asanteni sana. Wacha nialike wajumbe wote waje mbele. Lakini taanza kwanza mimi. Aje mbele awasalimie. Alafu turudi ukule Kitui, Machakos, alafu turudi tena Kisii. Asante. Ando amentumbia mwale. Rangu wani. Sasa mimi sitazungumza mengi kwa sababu nimezungumza kule National Dialogue mpaka sauti imepotea. Lakini kwa sababu leo tumekuja kwa sherehe ya ndugu yetu, rafiki wetu Simba Arati, nikiwa ni mmoja wenu wa jamii ya Ogusi. Ya Ogusi, watu tumesimama katika muungano wa Azimio, tukikuwa katika chama ya ODM, chama ya vyama vingine. Na huyu Simba Arati, yeye ndio vice chairman wa chama ukemee mara moja ila pepo mbaya ambayo inataka kuleta vitina kwa gawe ya Simba Arati. Nakubali hiyo. Wewe shetani afanye nini? Na sisi tunamuomba Mheshimiwa William Ruto. Sisi tunataka atatue shida ambayo inafezi wananchi wetu. Isikuwe kwamba kila kufikia Simba Arati. Akiamka asubuhi Simba Arati. Akienda kukula lunch Simba Arati. Au achane na Simba Arati, yeye arudishe ushuru chini, apunguze maisha ambayo imekuwa ngumu zaidi. Na baba, mimi nakuomba kesho tukikutana tukiangalia hii maneno ya ripoti, kama leo mahakama imeamua kwamba ile ushuru ambayo ilikuwa inatozwa kwa wananchi ya housing ni unconstitutional, naomba Mheshimiwa William Ruto akubali ile mahakama imesema, na hiyo kodi itupiliwe mbali. Na mkaribisha Seneta Mambua. Huyu ni rafiki wangu wa roho, ametembea na sisi kule Nyamira, amekuwa na sisi huko kusaidia maendeleo, na leo tunamkaribisha katika kaunti yetu ya Nyamira ya Kisii. Tunamkaribisha. Seneta. Vijana musilale, bado mapambano, bado mapambano. Vijana musilale, vijana musilale, bado mapambano, bado mapambano. Kisii, watu wa Kisii hawa ni wa Kisii hawa. Hakuna wengine Simba Arati wa Nairobi. Hii ni Kisii. Jipigeni makofi kwanza. Mimi nataka nitoe shukrani kwa Gavana Simba Arati ndugu yetu kwa kuandaa hafla nzuri kama hii. Wakikataa, sisi msimamo wetu wa Azimio ni moja tu. Kama wewe uliwa kwa Azimio na umeleta nyef, basi wewe toka Azimio, enda huko UDA, tufanye uchanguzi, tuchague watu ambao watatembea na sisi. Mnasema namna gani? Nasema hivyo. Ya mwisho,
Ya mwisho, mimi nimeleta salamu na wakati ule wamesema ukifika Kisii, enda salimia watu wa Kisii. Umepata salamu zao? Umepokea? Lakini pateli wangu wamesema kitu moja, wanataka niweke mkazo kidogo. Sisi kukuja na wasichana huku, tunakuwa tukikuja, sasa mimi nitarudi tu hivi jamani? Situlipisha kizazi pia. Lakini wana Simba Arati, ukianza kurudi kwenda kule Korea kwa Korea wako huko, unibebe twende na wewe. Tembea huko hivyo wana nzuri. Nasema asante, Bwana Mungu awabariki. Nataka nichukue nafasi hii nimuite mbunge Matungulu anaitwa Mheshimiwa sana Mheshimiwa. Vijana masakayo tuikate. Mimi mtasakao mtaka ushuru ashuke kwa mti. Lazima ni kuongeza ushuru usiku na mchana, uchao na kufikiria. Hapa Kisii kuna watoto wanalala njaa, wanaumia, vijana hawana kazi, vijana wa bodaboda wanaumia, na mama boga wanaumia, alafu wewe asubuhi kuongeza ushuru. Nataka nishukuru kati zetu. Jana walitoa ile wanaita levy. Wameifanya unconstitutional. Nataka kuuliza Mheshimiwa Ruto, ile pesa ilikuwa ile Wakenya waende wakakula Christmas nayo. Nataka nishukuru koti, mmetoa ile ushuru ya NHIF. Tuandae bunge kisha ya kwamba imetupiliwa mbali. La mwisho, serikali mnakosa maono na uongozi wa Kenya. Mkiamuka ni kulaumu Uhuru Kenyatta. Hata watoto wakikosa kupatikana Kenya hii ni kwa sababu ya njaa. Mmetunyima tulale na bibi zetu, mnalaumu Uhuru Kenyatta. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Sasa mnajidai nyinyi ndio mnarekebisha anti the mess in the government of Uhuru Kenyatta. Nani alikuwa majority leader? Duale. Nani alikuwa chairman wa budget? Ichungwa. Nani alikuwa speaker wetu? Muturi. Nani alikuwa deputy president wa hiyo serikali? Sasa anarekebisha nini? Sakayo shuka chini, nenda nyumbani, Wakenya turekebishe Kenya yetu, tukiwa na Mheshimiwa Raila na Kalonzo na Simba Arati. Mungu awabariki Kisii, na hii omba turudi nyuma. Haya, asante wa ODM. Na sisi watu wa Kisii tunasema hivi, tunataka kupita Busia County, tunataka kupita Homa Bay County, sisi ndio tutakuwa na moja, sivyo? Jambo lingine ningependa kusema, Bwana Prime Minister, sisi wa Kisii ndio watu sharp kabisa dunia hii. Tariboigo. Katika mtihani sisi ndio tunatangulia. Lakini unapata wanaanza kutukimbiza hati tumeibia mtihani. Sasa wanajaribu 8. Watoto wameumia. Watoto wengine wanataka kupia. Kama lingesema, si kama jamii ya Wakisii tunasema hivi, hatuwezi kukubali gavana wetu aendelee kukejeliwa. Wale ambao wanajipanga kuleta motion ya impeachment, tunawaambia hii Kisii itakuwa ndogo sana kwenu. Hamtakanyaga hapa mkiendelea na tabia hiyo. Jambo lingine ningependa kusema, Bwana Prime Minister, I would like to address the president of this nation. You have become kisiagi ya uongo. Wewe ulituambia ukiingia utapunguza ushuru. Ukiingia you'll reduce the cost of education. Ukiingia utapunguza bei ya mafuta. Hiyo maneno imefanyika. Na sasa ameendelea tena, ameongeza tax ambayo imebadilishwa na makoti. Na ndio tunasema hivi kama watu wa Kisii, we will not allow the president
to continually oppress the people of this nation while pretending that he will salvage us from the bondage we have been in. Hatutakubali muendelee kukuwa na kisingizio ati Uhuru Kenyatta ndiye mwenye makosa. Mmekuwa katika mamlaka kwa miezi 15. Pia nyinyi fanya kitu tuone mkifanya jambo. Karibuni. Na sisi tunasema hivi, hapa Kisii 2027 wangapi wanasema kila mjumbe atakuwa ni wa ODM? Na MCAs wote wa kutoka Azimio. Na ni wangapi, nataka kuonesha kwa mikono, media houses zione. Ni wangapi wanasema mtu anaitwa Ruto ataenda nyumbani? Mikono tuoneshe. Asanteni sana.